Mungu ana mwana. Unaexpect shetani aseme Yesu ni mwana wa Mungu? Imani shetani akisema Yesu ni mwana wa Mungu. Hao majini wamesema hakika Mungu ana nini? Ana mwana. Na sisi tunasema nipatie Yohana 3:16. Tusikie. Yohana 3:16 inasema. Sasa ni Biblia. Inasema katika Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Mungu amemtoa nani? Mwanawe pekee ili kila mwaminie asipotee. Haya, nipatie Yohana 17:3. Tuone vile Mungu anasema wokovu na uzima wa milele ni nini? Na uzima wa milele ndio huu. Sikiliza. Na uzima wa milele ndio huu. Ndio. Wakujue wewe ndio Mungu wa pekee wa kweli. Watu sasa wamjue Mungu wa pekee na wa kweli. Na Yesu Kristo ndiye mtuma. Na Yesu Kristo aliyetumwa. Na Mungu tumeona katika Yohana 3:16 amemtuma mwanae ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na nini? Uzima wa milele. Awe na uzima wa milele. Wale watu wataokolewa ni wale wanaamini aje? Ni wale wanaamini Yesu kwa ni mwana wa nani? Wa Mungu. Hebu nipatie Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. Yohana ni wa kwanza. Tusikie ushuhuda wa Mungu ni kama vile tunafaa kuwa na. Inasema katika Yohana wa kwanza 5 mstari wake ni wa 4. Ndio. Inasema ndio. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu, maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Wewe ngoja. Ngoja ndio. Simpatie mmoja. Tupate mmoja. Lakini kabla tupate huko, nataka tuone ni kitu gani kinashika ulimwengu. Hapa soma. Inasema ndio. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu, kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Ulimwengu unashika kwa nini? Na kila ile imani iko duniani ni ya ajabu. Kila mtu duniani anaamini hiyo imani ya dunia ya kwamba kuna Mungu wangapi? Watatu. Ile imani iko duniani ambayo lazima wewe na mimi tushinde ni kuamini ya kwamba Mungu kuna Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Hizo ndizo vitu ambazo tunapambana nazo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Naam. Hiyo ndio inaitwa great controversy. Hiyo ndio vita ambayo shetani ameleta hapa duniani. Hiyo ndio vita ambayo lazima tupigane mpaka Yesu arudi. Tunapigana na nini? Tunapigana na hii imani bandia. Imani ya kwamba kuna miungu wangapi? Watatu. Hiyo ndio unajua shetani amekufisha watu kuaminisha kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako umeokoka. Na watu wengi wako makanisani huko Jumapili. Wakifanya nini? Wameaminishwa uongo. Na maandiko yanasemaje? Hakuna muongo ataonekana mbinguni. Ufunuo 21 mstari wa 8. Waongo wote. Kama umeamini injili ya uongo, usikose kwenda mbinguni hata kuchezea Mungu kutoka asubuhi mpaka jioni. Kesho ni Sunday. Ndio. Na watu wale wameamini kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wako kanisani. Na tumeona hiyo madhehebu mengine ambayo ni tofauti na sisi. Ni tofauti na nyinyi. Kwa nini nasomesha hii somo? Hii somo nasomesha ya kuonyesha tofauti yangu na wengine. Mimi naamini vile Biblia inasema, sisi sote hapa tunaamini vile Biblia inasema, wana matengenezo wote. Kutoka hapa mpaka Amerika, mpaka Australia, mpaka Arabia. Tunaamini ya kwamba kuna Mungu mmoja tu na jina lake anaitwa Baba. Na tunaamini Yesu ni mwana wa Mungu aliyetumwa. Na tunaamini ya kwamba uzima wa milele ndio huu, kujua Mungu wa pekee na wa kweli. Maana kuna miungu wengi sana wa uongo. Kumjua huyo wa pekee na wa kweli. Naye tutamjuaje? Amri 10 za Mungu zinasema katika Kutoka 20 inasema ya kwamba usikuwe na Mungu mwingine. Sasa ukiunganisha maandiko yote, Muislamu atakwambia nini? Na kuna lata uze na manati. Mtu wa Christian outreach. Mtu wa Christian outreach. Na nini mbebeleze wale watu wameenda kuwabebeleza. Mwalimu kwa somesha hizi for free. Muongee na watu mkuambia. Like nyinyi mko na kaso. Watu wa Christian outreach ambao mnakimbia mkiongoa kutafuta John, msikie haya maneno.
Mkishasikia na mafundisho nimeonyesha, mnaamini vile Waislamu wanaamini, mnaamini vile Sijia wanaamini, mnaamini vile Roman Catholic wanaamini. Hiyo ndio imani ambayo mnahubiri huko. Na usipopata mhubiri wa tofauti, basi wewe utabakia hapo ukingojea kuchomeka na moto. Utabakia hapo tu ukisapoti ukirukaruka, lakini ujue wakati unayoloma na jana mliolai kurudi kwa Yesu ni life. Na akirudi akupate pale. Kurudi kwa Yesu ni life. Kuna mambo mengine wamebeba ya kama mtu akiwa ameenda mbinguni. Si mnasemana Benjamin ajalikufa na akaenda mbinguni. Hiyo ni uongo mwingine. Benjamin akaburini anangojea kuamshwa na Yesu. Wacha kushika mkidanganya. Mimi nawaambia kweli kwa upendo na wapilioni pia labda hawajasoma hiyo maandiko. Eti wanadanganya mtu akikufa anaenda. Hiyo ni uongo mwingine. Iko hapo katika Kristo. Hata hii imani ya kwamba mtu akikufa anaenda wapi? Mbinguni. Iko hapa. Lakini leo ndio kwa Mungu mmoja ambaye ni imani yetu. Alafu inasemaje? Malisa. Inasema ndio katika Yohana ni wa kwanza 5 mstari wa 4. Ndio. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu, kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Tumeona hiyo vita duniani. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Sikiliza. Hiyo imani yetu. Hiyo imani yetu inashinda nini? Ulimwengu. Ndio. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Sikiliza sasa. Isipokuwa ni yeye. Ni yeye. Aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na yule anaamini Yesu ni Mungu hawezi shinda ulimwengu. Ndio maana nataka nyinyi mnisikilize. Watu wa SDA, watu wa Christian Outreach na Waislamu, Biblia inasema wale watu wanashinda dunia ni wale wanaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo vitu vingine umeaminishwa ati Yesu ni Mungu. Tokeni ndio hiyo ni injili ya Vatican. Hiyo ni injili ya Vatican. Na mimi naimiza kila mtu kimbia Babeli. Maandiko yanasema hiyo katika Yeremia. Watu wakimbia kutoka Babeli. Maana ufika Babeli ndio huu. Miungu ni watatu Babeli. Na uovu wote, machukizo yote yako hapa. Wacha tuangalie machukizo ambayo yanatoka hapa. Nipatie Ufunuo 16 mstari wa 13. Ufunuo. Twende Ufunuo.